نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة لحتى على تمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسول الله دلنا على خير ابتغاء مرضات الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تخرجنا بها من ظلمات الوهم وتكرمنا بنور الفهم وتوضح لنا ما أشكل حتى أفهم إنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب. فالإيمان والإسلام tukiwa katika muendelezo wa kitabu chetu pendwa kiitwacho Madarijul Ula, ambao ni sherehe ya Tabarakatul Ula, kitabu cha al-Imam Abil Mubarak Hasan ibn Umair al-Shirazi. Leo katika mutalaa wetu tupo ukurasa nambari 17, ubeti wa 8. Ukurasa nambari 17, ubeti tunaoenda nao leo ni ubeti wa 8 usemao: wa haulul hashri afdha'u kulli amrin idha du'iya ibnu adama lilhisabi. Wa haulul hashri, na utisho wa kile kisimamo, bimaana kule kukusanywa, afdha'u ni hatari zaidi. Wa haulul hashri, na utisho wa kile kisimamo, afdha'u ni hatari zaidi, kulli amrin, kila jambo. Afdha'u kulli amrin, ni hatari zaidi kwa kila jambo. Idha du'iya, pindi atakapoitwa mwanadamu, idha du'iya ibnu adama, pindi atakapoitwa mwanadamu, lilhisabi, kwa ajili ya kuhesabiwa, kwa ajili ya hesabu. Chini hapo anasema ya kuwa wa haulul hashri, ay wa haulu, na utisho, ay amefasiri kwa wa khawfu yaumil hashri, na hofu ya ile siku ya kukusanywa. Wa khawfu yaumil hashri, na utisho wa ile siku ya kukusanywa, maana ile siku ya kisimamo, ay aljam'i, ya kukusanywa, ila ardhil mahshari, kuelekea kwenye ardhi ya mahshari, ya kule kukusanywa. Wa hiya ardhun bayda'u, nayo ardhi kama hiyo itakuwa ni ardhi nyeupe. Ile ardhi ambayo watu watakayokusanywa kwa ajili ya kuhesabiwa wema na waovu, itakuwa ni ardhi ambayo ni safi kabisa, ardhi nyeupe ambayo haijafanywa maasi, ardhi kama hiyo. Kama alivyosema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya Qur'ani: qa'an safsafa la tara fiha iwajan wala amta. Qa'an safsafa, ardhi ambayo qa'an ni tambarare, safsafa iliyonyooka kabisa, iliyokuwa ni sawia kabisa. La tara, hutaona, fiha, ndani mwa ardhi kama hiyo, iwaja, hutaona mididimio ile, wala amta, wala hutaona miinuko, yani hutaona kilima wala hutaona mashimoshimo katika ardhi kama hiyo. Yusaqu nasu ilaiha, watakokotwa watu kuelekea kwenye ardhi kama hiyo, zumara, makundi kwa makundi, baada nushuri, baada tu ya kule kufufuliwa, min kuburihim, kutoka kwenye makaburi yao, hufatan, hali ya kuwa wako peku miguu, hakuna taliva kiatu, uratan, hali ya kuwa wapo uchi, ghurla, hali ya kuwa watu wana ile mizunga yao. Nikisema mzunga naamini nishaeleweka, maana yake ni lile gofi lile, ghurla. Asema kad aljamahumul araqu, kad aljamahumul araqu, lile jasho limewatia lijamu, limewafunga wao lile jasho. Fasubhana, utakatana mawi, manni kwa yule ambaye yajma'ul khalaiqa, atawakusanya viumbe, ala ikhtilafi asnafihim, juu ya kukhtalifiana namna zao, minal aqtali, kutoka katika nchi mbalimbali. Ametakasika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambaye atakayewakusanya viumbe wote ambao wametofautiana lugha, makabila, mataifa. Ametakata Mola Subhanahu wa Ta'ala. Subhana man, basi kutakata na mawi, kutakata na kila kasoro ni kwa yule ambaye yajma'ul khalaiqa, atakusanya viumbe, ala ikhtilafi asnafihim, juu ya kutofautiana namna zao, minal aqtaril mutabayyina, kutokamana na sehemu mbalimbali, fi mahallin wahidi, atakapowakusanya katika sehemu ambayo ni moja. Idha saqahum, pindi watakapochungwa wao, birrajfati, kwa kupitia ule ukelele wa kwanza ule, maana ukelele wa kwanza ile parapanda au baragumu, tatbauha, litakalofuatishiwa hilo baragumu la kwanza, biradifa, kwa ule upulizo wa pili, kwa ule upulizo wa pili. Wa haqiqun litilka alqulubi, na ni hakika au imethibiti kwa nyoyo hizo, ya umaidin, siku hiyo, antakuna, wajifa kuwa zenye hofu. Wa haqiqun, na imethibiti na ni hakika, litilka alqulubi, kwa hizo nyoyo,
yauma idhin, siku hiyo, antakuna wajifa, kuwa nyoyo kama hizo ni zenye hofu, wa tilka al-absari, na macho hayo, antakuna khashi'a, ni hakika yatakuwa ni yenye khushu'i, yatakuwa ni yenye kunyenyekea. Kama qala ta'ala, kama alivyosema Mwenyezi Mungu hali ya kuwa ametukuka, yauma tarjufu rajifa, siku kitakapotetema cha kutetema, maana kitakapopuliziwa cha kupuliziwa, tatbauha, kisha kifuatie arradifa, kinachofuatia, maana baada ya upulizo wa kwanza kuna upulizo wa pili. Qulubun, hizo nyoyo ya umaidhin, siku hiyo, wajifa, zitakuwa ni zenye kuhofu. Abswaruha, macho yao, khashi'a, yatakuwa ni yenye khushu'i, yatakuwa ni yenye kuinama chini, yatakuwa yamenyenyekea, hayana namna yote ambayo ya kuweza kufanya, yapo mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa ajili ya kuhesabiwa. Anasema fahadha, basi jambo hili afdha'u, ni hatari zaidi, mimma, kuliko lile ambalo qablahu, lipo kabla ya hili. Maana yake vile vitisho ambavyo mtu kavipata akiwa ndani ya kaburi, badala ya kutoka kwenye kituo kama kile, manzila kama ile ya kaburi, hivi sasa yupo kwenye kisimamo cha Mola wake, basi hatua hii ya pili ni hatua ambayo ni hatari zaidi, mimma qablahu, kuliko ile hatua ambayo ameipita kabla ya hapo. Siyama, khaswa idha tamaa al-khalqu, pindi watakapokusanyika viumbe, fi sa'idi wahidi, kwenye uwanja mmoja, fatanatharati min fawqihim nujumu samai, hapo zitadondoka, min fawqihim, kutoka juu yao, nujumu samai, zile nyota za mbinguni, nyota zitaanguka. Watumisati shamsu, na kuondolewa nuru, nuru yake, ashamsu wal qamaru, jua na mwezi. Watumisati shamsu, na kufutwa nuru, jua, wal qamaru, na mwezi. Wa adlamatil ardu, na kupiga giza ardhi, kupiga weusi ardhi, likhumudi sirajiha, kwa sababu ya kuzimika ile taa yake. Maana yake jua halipo na mwezi haupo na nyota hazipo, ardhi itapata mwangaza sehemu gani? Itapata mwangaza wapi? Maana yake na ardhi nayo pia, wa adlamat, itapiga kiza al-ardu, ardhi, likhumudi sirajiha, kwa kule kuzimika taa yake. Wanshaqqatis samau, na itapasuka, itakatika mbingu, wanshaqqatis samau, na itakatika mbingu. Faya haulu inshiqaqiha, utisho ulioje wa kupasuka kwake. Faya haulu, basi utisho ulioje, inshiqaqiha, wa kupasuka kwake hiyo mbingu, fi sam'ika, katika masikio yako, kwa sababu mbingu ni kiumbe ambacho ni kikubwa kwa fikra zetu na kwa upeo wetu, ingawa kuna viumbe vikubwa zaidi kuliko hiyo mbingu. Lakini haya, tuchukulia hiyo mbingu na ukubwa wake. Mathalan, chukulia kitu kikubwa ambacho unachokiona wewe hichi ni kikubwa, kisha mwisho wa siku kipasuke, hali ya kuwa wewe upo karibu na sehemu kama hiyo, moyo wako utapata hofu kiasi gani? Masikio yako yatapata kuumia kwa namna gani? Kwa hiyo sasa hiyo mbingu siku kama hiyo itakatika, kwa hiyo sasa hivi itakuwaje siku kama hiyo mbingu inakatika, inapasuka, kisha unaisikia wewe kwa kupitia masikio yako? Itakuwa ni mtihani kweli kweli. Ndio hapa akasema faya haulu inshiqaqiha, basi utisho ulioje kwa kupasuka kwake mbingu kama hiyo, fi sam'ika, katika masikio yako. Fahuwa, basi jambo hilo, afdha'u, ni hatari zaidi, min kulli amri, kutokana kila jambo, min umuri al-akhirah, katika mambo ya kiakhira, ni hatari kweli kweli. Ai, amefasiri ya kuwa ashaddu shana'atin, ni jambo baya zaidi, khususan khaswa idha du'iya ibn adama lilhisabi, pindi atakapoitwa mwanadamu kwa ajili ya kuhesabiwa, biwasitati malakin, kwa ukatinakati wa malaika, au bighairi wasita, au bila ya mkatinakati. Maana mtu huenda akaitwa kwa ajili ya kuhesabiwa, mathalan huenda akawasielewe kitu, kwa hiyo sasa kuwe na mkatinakati pale atakayemfahamisha, bwana ulizwa hivi hivi. Kwa hiyo ima kuwe kuna wasita pale au asiwepo wasita, lakini mwisho wa siku utaitwa wewe kwa ajili ya kuhesabiwa, ijtimaan, iwe ni kwa makundi, kuhesabiwa watu kwa makundi, au infirada, au mtu kipekee yake, kwa namna yoyote ile, lakini mwisho wa siku mtu atahesabiwa lile hisabi, kwa ajili ya kuhesabiwa, fil mawqifi ala a'malihim, katika kile kisimamo kuhesabiwa juu ya matendo yao. Anaendelea Sheikh Hasan ibn Umair Ash-Shirazi radhiyallahu anhu kusema ya kwamba wayakhtalifu alhisabu bi ikhtilafi al-a'mali, na zitakhtalifiana zile hisabu, kutakhtalifiana kule kuhesabiwa waja kwa sababu ya kutofautiana yale matendo yao. Hesabu zitatofautiana kwa sababu ya kutofautiana yale matendo yao.
Faminhum, basi wapo baadhi yao, man, wale ambao yuhasabu hisaban yasira, watakao hesabiwa hesabu nyepesi. Wa minhum, na wapo wale miongoni mwa hao watu, man, wale ambao yunaqashu fil hisabi, watatiliwa nakshi, watatiliwa ugumu. Yao ndio wataulizwa, hili kwa nini umelifanya? Ya Rabbi, asa mbona nili pia umelifanya? Ya Rabbi, yani wewe pia hili umelifanya. Yani watatiliwa nakshi. Si unajua nakshi maana kitu katika kutengeneza kitu vile kukiremba, lakini katika kuulizwa pia kuna nakshi. Kila hatua uliyoifanya wewe lazima uulizwe, babu, na hili pia umelifanya? Yani mzee, hata hili pia hata kuona haya akhi, vipi bwana? Kwa hiyo kuna wengine watakaotiliwa nakshi katika kule kuhesabiwa. Wa minhum, na miongoni mwa hao watu, man, kuna wale ambao la yuhasabu, hao hawatohesabiwa kabisa. Wa humus sabiquna, na hawa ni wale as-sabiquna al-awwaluna, ni wale waliotangulia, wale kuweza kuzihesabu nafsi zao, sababu tumeambiwa hasibu anfusakum kabla an tuhasabu, zihesabuni nafsi zenu kabla ya kuhesabiwa. Kwa hiyo yule ambaye ametangulia kuhesabu nafsi yake, ambaye huyu tunasema ni al-qayyis, man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut. Mwerevu ni yule ambaye anayehesabu nafsi yake na akafanya kile ambacho kitakachomsaidia baada ya kufa kwake. Kwa hiyo huyu ndo atakuwa asabiq. Waingia hapo maswahaba na wale wote ambao waliofanya jitihada kubwa ndani mwa ulimwengu kama huu. Kwa hiyo baadhi yao kuna wale ambao hawatohesabiwa kabisa, yani kikisimama kiyama tu wataambia nyinyi nendeni tu moja kwa moja, kwa sababu hamna kuhesabiwa. Qala sallallahu alayhi wasallam, ma hasaba nafsahu, Mtume sallallahu amesema, man, yote yule ambaye hasaba nafsahu, atahesabu nafsi yake fi dunia, duniani, lam yuhasibuhu Allah, Mwenyezi Mungu hatohesabu hiyo nafsi yaumal qiyamati, siku ya kiyama. Anaendelea kusema, wa yakunu alhisabu, na itakuwa hisabu ala an-naqri wal qitmiri, juu ya kokwa ya tende, ala an-naqiri, juu ya kokwa ya tende, wal qitmiri, na uzi wa kokwa ya tende. Hapo kuna majazi hapo ambayo yametumika hapo, kwa maana ya kuwa kutahesabiwa kila kitu, kiwe kitu hicho kina thamani ya ile kokwa ya tende, au kitu kama hicho kina thamani ya ule uzani wa ule uzi wakati ule wa kokwa ya tende, kwa sababu kila kokwa ya tende ukiangalia kati kuna kijiuzi chembamba kabisa, kuna kijiuzi chembamba pale kabisa. Kwa hiyo hata kama kitendo kiwe kina uzani wa ile kokwa ya tende, au kina uzani kitendo kama hicho na ule uzi wa kokwa ya tende, basi hicho pia kitahesabiwa. Ndio asema wa yakunu alhisabu, na itakuwa hesabu ala naqiri, juu ya kokwa ya tende, wal qitmiri, na uzani au ule uzani uzi wa ile kokwa ya tende. La dhulma indahu, hakuna kudhulumiwa mbele yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mbele za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakuna kudhulumiwa. Man ya'mal mithqala dharratin khayran yara, wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara. Nasema wadhalika, na hali hiyo, ka an yukallimahumullahu ta'ala, ni kama kuwasemeza wao Mwenyezi Mungu mtukufu, fi shani a'malihim, katika jambo la matendo yao, wa kaifiyati, na namna hali yake, bila thawabi, kutokana na malipo, wama alaiha, na yale ambayo yatakayo wawajibikia juu yao hao, min al-iqabi, kutokana na mateso, adhabu. Fayusmi'uhum kalamahu, Mwenyezi Mungu atawasikilizisha hao viumbe maneno yake, alqadima, ya tangu. Fayaqdi bainahum, kisha atahukumu baina yao. Wayuqtasu, na patalipizwa kisasi, liljammai, kwa wale wanyama ambao hawana pembe. Aljammai ni wale wanyama ambao hawana pembe, minal qarnai, kutokamana na wale wanyama ambao wenye pembe. Yani bimaana mnyama ambaye mwenye pembe, ikiwa kama kampiga kwa kutumia pembe yake mnyama ambaye hapo na pembe, basi pia hapo kutalipizwa kisasi, wala hakuna kudhulumiwa. Hata wadudu pia, wanyama wote pia watahesabiwa. Sasa kwa hiyo kama mnyama na mdudu ambao hawana akili hawa watahesabiwa, itakuwaje mimi na wewe? Bimaana sisi ndio aula zaidi tutahesabiwa kweli kweli. Mwenyezi Mungu atujalie hesabu zetu ziwe ni hesabu nyepesi. Asema wayuktasu, na patalipizwa kisasi, liljammai, kwa wanyama ambao hawana pembe, minal qarnai, kutokamana na wanyama ambao wenye pembe. Thumma yaqulu lahum, kisha Mwenyezi Mungu atasema kuambia hao wanyama, kunu turaba, kuweni udongo. Kunu turaba, kuweni udongo. Wadhalika kullu, na mambo jambo lote hilo, bimaana namna yote hiyo Mwenyezi Mungu kufanya hivyo, liidhari adlihi, ni kwa ajili ya kudhihirisha uadilifu wake Subhanahu wa Ta'ala. Haithu,
pale ambapo kwamba, au ule wakati ambao kwamba lam yatruk khalqan min khalqihi, hakumwacha kiumbe yoyote yule katika viumbe vyake, anil hisabi, kuachana na kutomuhesabu. Haithu, pale ambapo kwamba lam yatruk, hakuacha au hakumwacha khalqan, kiumbe yoyote, min khalqi, katika viumbe vyake, anil hisabi, kutomuhesabu. Ni uadilifu wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambao anaudhihirisha. Fala budda liluqalai, basi hapana budi kwa wale wenye akili, min alhashri, kutokamana na kukusanya, wal hisabi, na kuhesabiwa, wal jazai, na kulipwa. Wadhalika, na namna hiyo, imma bil adli, imma kwa kupitia uadilifu wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuhesabu, wa imma bil fadl, na imma kwa kupitia fadhila zake akuokoe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa namna yoyote hakuna ambaye atakayeokoka mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yani kimchezo mchezo tu. Ima Mwenyezi Mungu awaadhibu watu kwa uadilifu wake, au awatie peponi kwa fadhila zake. Na yule bwana mmoja katika miongoni mwa mabwana wa Bani Israila, kuna kisa ambacho huwa tunaambiwa na walimu zetu. Bwana alikuwa ni mutaabadi kweli kweli, mzuri. Mwisho wa siku akafariki katika ulimwengu kama huu, na akakurudishwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa ajili ya kuhesabiwa. Bwana hakupatapo kumwasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Katika uhai wake wote alikuwa ni mcha Mungu kweli kweli. Basi baada ya kuwa akishapelekwa katika hadhara za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu akawaamrisha wale malaika wake, haya, muingizeni peponi huyu kwa fadhila zangu, muingizeni peponi kwa fadhila zangu. Yule bwana akasema, ya Rabbi, bal bi'amali, mimi nataka niingizwe peponi kwa sababu ya haya matendo yangu niliyoyafanya. Mwenyezi Mungu akamwambia, nataka hivyo? Akamwambia ndio ya Rabbi. Sasa akamwambia, haya, mleteni tuanze kuhesabu hayo matendo. Basi yule bwana akaitwa, akaanza kuhesabiwa, akahesabiwa mwisho wa siku akaambiwa, sawa, matendo ni mazuri, lakini sasa hebu tuangalie neema moja tu miongoni mwa neema ambazo mimi nimekupa. Je, umezitekelezea neema kama zile haki yake? Basi nikaletwa jicho lake, akaanza kuhesabiwa yale manufaa ambayo ameyapata kwa kupitia jicho kama lile. Mwisho wa siku ikaonekana bado hujatekeleza haki ya hili jicho tu ambalo nimekupa. Sija kuhesabu vitu vingine, bali hili jicho tu bado hujatekeleza haki yake. Sasa itakuwaje nitakapokuhesabu na hivyo viumbe viungo vingine? Kwa ajili hiyo mchukueni huyu, mpelekeni motoni. Hajatekeleza haki namna ya kuitekeleza kwa uzuri, mchukueni mpelekeni motoni. Yule bwana akakamatwa na malaika, akawa anakokotwa, apelekwa sake wapi? Apelekwa katika nari motoni huko. Mwisho wa siku asema, ya Rabbi, nimesarenda. Ya Rabbi, nimesarenda, nimekubali, naomba uniingize peponi kwa kupitia fadhila zako. Sasa akamwambia, mwacheni, mpelekeni peponi. Kwa hiyo mwanadamu bwana, hata kama ukawa unafanya matendo kiasi gani, lakini bado wahitajia fadhila za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ili mradi uweze kuingizwa katika pepo yake, si kwa kupitia matendo yako. Na kauli kama hii siwe ni sababu ya kumkatisha mtu tamaa asifanye matendo. Bali ndio mtu anatakiwa ufanye tashmir, ujifunge kibwebwe kweli kweli kwa ajili ya kufanya hayo matendo, ili mradi upate salama mbele ya Mola Subhanahu wa Ta'ala. Kukuingiza peponi au kutokuingiza tumwachie yeye, lakini hapa kikubwa ni kuweza kujikaza, ili mradi Mwenyezi Mungu aone kwenye moyo wako, huyu mja wangu ni kweli amefanya jambo kama hili kwa ajili yangu, kwa hiyo wacha nimuingize peponi kwa fadhila zangu. Kuingia na kutoingia tumwachie Mola, lakini sisi wajibu ule ambao Mwenyezi Mungu ametupa tuweze kufanya, basi ni wajibu kwetu sisi kuweza kufanya na kukamilisha. Anasema imma bi'adlihi, imma kwa uadilifu wake, wa imma bifadlihi, na imma kwa fadhila zake Mola Tabaraka wa Taala. Subhana man, kutakata na mavi ni kwa yule ambaye la yushghiluhu sha'anu an sha'ani, halimshughulishi yeye jambo kuachana na jambo jingine. Qala Taala, amesema Mwenyezi Mungu hali ya kuwa ametukuka, ma khalaqtukum wala ba'athukum illa ka nafsin wahida, hakukuwa kule kuumba nyinyi. Ma khalaqtukum, haikuwa kuwaumba nyinyi, wala ba'athukum, wala kuwafufua nyinyi, illa ka nafsin wahida, isipokuwa ni kama nafsi moja. Maana yake hakuna uzito kule kuwaumba, hata kama majiona mpo mabilioni matrilioni ya watu, lakini kule kukuumbeni na kule kukufufueni ni kama kunywa maji, yani kama kupepesa jicho, hakuna uzito wote. Fayuhasibuhum jamia, Mwenyezi Mungu atawahesabu wote hapo. Fayara kullu wahidin, ataona kila mmoja, minhum, miongoni mwao, annahu huwa almuhasabu, yeye huyo ndiye mwenye kuhesabiwa, duna ghairihi, basi na mwingine.
Yani wote watu baada ya kukusanya katika uwanja wa mahshari pale, Mwenyezi Mungu atawahesabu wote kwa wakati mmoja, lakini kila mmoja pale atakuwa anajiona kuwa yeye ndio anayehesabiwa, baada yeye ndo aje mwingine. Kila mmoja atadhania hivyo, lakini hali ya kuwa Mwenyezi Mungu kwa wakati mmoja, kwa dakika moja, atawahesabu viumbe vyake wote. Asema kama yara sahibu sunduqi almidya'i, kama anavyoona yule mwenye redio, sahibu sunduqi almidya'i, yule mwenye redio fil idha'i, katika kule kutangaza, annahu, kwamba yeye huwa almaqsudu biha, ndio mwenye kukusudiwa kupitia matangazo kama yale. Walhalu, na hali ya kuwa, anna kulla man, hakika kila yule ambaye lahu sunduqul midya'i, ana yeye redio, sami'a, kusikia, madhi'a minhu, kile ambacho kinachotangazwa kutokana na hiyo redio. Yani maana yake, maana maneno kama haya, si pale Mwenyezi Mungu baada ya kuwakusanya watu pale, kila mmoja huwa anahesabiwa, yani Mwenyezi Mungu atawakusanya kwa wakati mmoja na atawahesabu wote kwa wakati mmoja, kama ni dakika moja, dakika mbili, lakini wote watahesabiwa kwa wakati mmoja. Mfano kama huu ni kama mfano wa mtu ambaye mwenye redio. Ukifungua redio yako station kusikiliza station fulani, utaona kama wewe ndiye ambaye unaezungumziwa, utaona kama wewe ndiye ambaye unayepewa matangazo kama yale. Lakini si hivyo, hali ya kuwa mtu mwingine atakayekuwa na redio, kile unachokisikia wewe na yule naye atakuwa anakisikia hicho hicho. Si kuwa wewe pale wakati unapotangaziwa ni matangazo au unaposikiliza taarifa ya habari ni huwa unasikiliza wewe tu peke yako bila ya mtu mwingine kusikia, bali kila ambaye atakayekuwa na redio baada ya kufungua station ile ambayo unasikiliza wewe, na yeye pia kule atakuwa anasikiliza kile ambacho unachosikiliza wewe. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu atawahesabu watu wote kwa wakati mmoja. Mtu ataona kuwa yeye ndiyo ambaye anahesabiwa bila ya mwingine, lakini kumbe na yule mwingine naye pia anahesabiwa, naye pia anajiona kuwa anahesabiwa yeye bila ya mwingine kuhesabiwa, lakini kumbe wote wanahesabiwa kwa wakati mmoja. Ndio maana ya maneno kama hayo. Asema walhalu, na hali ya kuwa, anna kulla man, kila yule ambaye lahu, ana yeye, sunduqul midya'i, ana yeye redio, waweza kusema sanduku la redio, lakini kifupi ni redio. Sami'a, husikia, madhi'a minhu, kile ambacho kinachotangazwa na hiyo redio, min al-akhbari, kutokana na habari, harfan harfa, herufi baada ya herufi, herufi moja moja anaisikia kama anavyosikia yule mwingine. Fahasib nafsaka, basi hesabu nafsi yako, kabla an tuhasaba, kabla kuhesabiwa nafsi hiyo. Wazinaha, na ipime nafsi kama hiyo, kabla antuza, na kabla ya kupimwa. Wahisabu linsani linafsihi, na mtu au na hesabu ya mtu yeye mwenyewe kuhesabu nafsi yake inakuwaje? Inakuwa bi antatuba, bi ayatuba, kwa kutubia, an kulli maasiyatin, kutokana na kila kosa, kila maasi, kabla almauti, kabla ya kufa. Taubatan nasuha, toba ambayo ni nzuri kabisa. Wa an yatadaraka, na pia vile vile kuungana, kudiriki, kuweza kukipata, ma kile ambacho farrata, kile ambacho amekizembea. Wa an yatadaraka, na kukidiriki, ma kile ambacho farrata, amekipitusha, bi maana amezembea kwenye kitu kama hicho kukifanya mpaka kampita. Min taqsirihi, kutokana na upungufu wake, amma, katika yale ambayo kwamba farradha Allahu, Mwenyezi Mungu ameyafaradhia. In taqsirihi, kutokana na upungufu wake, amma, kutokana na yale ambayo faradhahu Allahu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameyafaradhia, ameyawajibisha, alayhi, juu yake, min salatin wa siyamin wa ghairiha, kutokana na swala na funga na mengineyo. Wa an yarudda almadhalima, na arejeshe kile alichokidhulumu, min sarqatin, kutokana na wizi, kadhulumu kwa kuiba, wa ghasbin, na kwa kupora, wa riba, na pia vile vile kwa kupitia riba, wa rushwa, na pia vile vile kupitia rushwa, wa nahabi, na kupitia kwa kunyakua pia vile vile, wa salkhatin, wa khalsatin, khalsa pia vile vile na maana ya kupora, wasalibi pia vile vile na maana hii nahabi, wa nahabin, wa khulsatin, wa salibin, zote zina maana moja hizi, kwa maana ya kupora, kunyakua, yani kuchukua kitu kwa nguvu. Wa qimarin, na pia vile vile kile ambacho amekipata kwa njia ya kamari, ala anwa'ihi, juu ya namna zake zote za kamari. Basi kitu kama hicho atakiwa aachane nacho. Walau bi waraqatin ya nasibu, ingawa kwa zile karatasi za bahati nasibu. Walau bi waraqatin, ingawa kwa zile karatasi ya nasibu za bahati nasibu, yani kachana mkeka, wenyewe wanasema kuchana mkeka. Wa an yastahilla, na kumtaka radhi. Wa an yastahilla, na kumtaka radhi, man, yule ambaye kwamba ta'arradha lahu bilisanihi, amemkosea yeye kwa kupitia ulimi wake. Wa an yastahilla, na kumtaka radhi, man, yule ambaye ta'arradha lahu, amemkosea yeye bilisani, kwa kupitia mkono wake, bilisani, kupitia ulimi wake, wa yadihi, na mkono wake.
Qala sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu amesema, almuslimu man salima almuslimuna, muislamu almuslimu muislamu. Na wale watu wa lugha wanasema kuwa hii almuslim ikitwalikiwa kwa alif na lamu, almuslimu wanasema kuwa yuradu ala fardin kamil, hukusudiwa yule mtu ambaye amekamilika katika Uislamu wake. Kwa hiyo almuslimu, muislamu wa kweli, muislamu wa kihakika, muislamu wa kisawasawa ni nani? Anasema man, yule ambaye salima almuslimuna, wamesalimika waislamu wengine, wale wamepata amani, wamepata salama waislamu wengine, min yadihi, kutokamana na mkono wake, hatumii mkono wake kuwadhuru waislamu wenzie, wa lisanihi, na pia vile vile kukupitia ulimi wake, hatumii ulimi wake kwa njia ya kuwadhuru waislamu wengine. Asema au taarradha, au amemkosea lahu yeye, bisuin, kwa uovu wowote, bisui dhanni, kwa kumdhania vibaya, biqalbi, kwenye moyo wake, wa an yutayyiba qulubahum, na kuzisafisha nyoyo zao, wa an yutayyiba, na kuzisafisha qulubahum, nyoyo zao, hata yamuta, mpaka pale atakapokufa, yani afe hali ya kuwa wale ndugu zake waislamu wamemridhia, wana nyoyo kwake yeye ni zenye kusalimika, kwa namna kama hiyo. Asema hata yamuta, mpaka anakufa huyo mtu, walam yabqa alayhi madhlamatun, hakubakia au kusibaki juu yake yeye kitu chochote ambacho chenye kudhulumiwa, wala faridhatun, wala kusibaki faradhi yoyote ambayo hakuifanya. Faman kana ala hadhihi alhalat, basi yote ambaye atakayekuwa juu ya hali hii, yadkhulu jannata bighairi hisabi, ataingia peponi basi na hesabu yoyote. Atadhakari ya akhi, kumbuka wewe ndugu yangu, alwuqufa baina yaday rabbika, usimama mbele za Mola wako, kama alivyosema mshairi, mathil wuqufaka yawma al-'ardi 'uryanan mustawhishan qalqal ahsha'i hayranan. Asema mathil, mithilisha, hebu vuta picha, imagine wuqufaka, kule kusimama kwako, yawma al-'ardi 'uryanan, siku ambayo watu watahudhurishwa hali ya kuwa wapo uchi. Yawma al-'ardi, siku ya kuhudhurishwa, 'uryanan, hali ya kuwa watu wapo uchi, mustawhishan, hali ya kuwa wame istawhasha, manake hali ya kuwa wana ule upweke ule. Mustawhishan, hali ya kuwa mtu ana upweke, ana unyonge. Qaliqan, si hivyo tu, si unyonge peke yake, bali qaliqal ahshai, yale machango kule ni yenye kutetemeka, mautumbo ya ndani hayo. Qaliqal ahshai, ni yenye kutetemeka hayo matumbo ya ndani. Hayrana, mtu hali ya kuwa ametoshewa, hata hayari, manake hana la kufanya. Mathil wuqufaka, fananisha kule kusimama kwako, yaumal ardhi, siku ya kuhudhurishwa, uryanan, hali ya kuwa upo uchi, mustawhishan, hali ya kuwa upo ni mwenye upweke, mwenye unyonge. Qaliqal ahshai, machango hali ya kuwa ni yenye kutetemeka. Hayranan, kisha mtu hali ya kuwa ametahayari. Hayranan, hali ya kuwa ni mwenye kutahayari. Anasema walamma kana alhisabu, nazama ilipokuwa hisabu, min aidil katibina, inatokamana na kwenye ile mikono ya wale malaika wenye kuandika, alladhina, wale ambao la hifa lahum, hawana kudhulumu wao, ziyadatan, kwa kuzidisha, wanukusana, na pia vile vile kwa kupunguza, hawana kudhulumu hao, hawezi kuzidisha jambo ambalo halipo wala kupunguza jambo ambalo lilikuwepo wakalitoa. Basi zama ilivyokuwa ndio hivyo. Qala radhiyallahu anhu, akasema, wa alqa kulla salihatin ataha wa sayyi'atin janaha fil kitabi, wallahu a'la wa a'lam. Tumombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanahu, innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayhi.